Hapana baba, sio kweli. Joni, mama, baba anazungumza nini baba? Naomba unisikilize mwanangu. Hii hapa ndio familia yako. Huyu ni kaka yako, huyu ni mama yako. Hii ndio familia yako. Wewe ni mwanangu, mimi mwanangu. Umetokea nini baba? Joni. Karibu sana mtazamaji wa BMP Entertainment, na leo hii tunakuletea tamthilia pendwa kabisa ya Love Me Again, tamthilia ambayo inashika kasi hapa nyumbani kwetu Tanzania, na leo hii ni episodi ya 62 na ninakuletea ufafanuzi na uchambuzi yakinifu ili uweza kuelewa zaidi kitu gani kinachoendelea katika tamthilia hii. Na leo hii tunaona Sandra na baba yake ambaye ni Mzee Tano. Kuna kitu ambacho kinachoendelea. Sandra anaambiwa ukweli kama yeye amezaliwa na Mzee Tano, lakini ameonyesha kutokubali, ameonyesha kutokuamini kama kweli Mzee Tano ni baba yake. Sasa unaweza kujiuliza mtazamaji kwamba ni kweli anashangazwa, ni kweli hawezi kukubaliana na kwamba Mzee Tano ni baba yake, au kilichomfanya ashangae na kilichomfanya aanze kulia ni kwamba alikuwa anampenda kaka yake ambaye ni Mr. John. Kwa hiyo John huwa naye kwenye relation, ndiyo kinachomfanya alie, ashangae kwa nini huyu mzee ambaye ni baba yake na John ni. Kwa hiyo binafsi yangu mimi naamini hicho ndio kilichomliza, na sio kwamba ni kwa nini Mzee Tano ni baba yake. Wewe una maoni gani kutokana na hicho ambacho ulichoshuhudia katika tamthilia hii, katika episode ya 61, kushangazwa kujua kwamba Mzee Tano ni baba yake? Wewe unafikiria nini? Tuandikie kwenye comment section hapo chini maoni yako. Ni kwa nini Sandra alionyesha kutokufurahishwa, kulia, kujua kwamba Mzee Tano ni baba yake? Ni hali ya kumtelekeza, hali ya kutokumtambua muda mrefu kwamba ni baba yake, au ni ile kujua kwamba mtoto wake tayari alikuwa shaingia kwenye mahusiano? Tuandikie hapo ili twende pamoja. Lakini kitu kingine ambacho kimekuja kumshangaza Mzee Tano ni kwamba mke wake Mama John alikuwa anafahamu kwamba Sandra ni binti yake, lakini ni kwa nini hakuwahi kumwambia mapema? Ni kwa nini aliendelea kuficha siri? Ni kwa nini hakumshirikisha? Hilo limeonekana kwamba ni swala ambalo limemuuma zaidi Mzee Tano na amekasirika zaidi. Pengine anaamini kwamba angefahamu angeweza kumsaidia mtoto wake na bila kupitia na bila yale maisha magumu ambayo alikuwa akipitia muda wote. Anaamini binti yake asingekuwa anayaishi, asingestahili kuishi maisha magumu yale ambayo alikuwa akipitia zote, kama angefahamu ukweli mapema kutoka kwa mke wake kwamba Sandra ni binti yake. Lakini tukitupilia mbali sakata hilo, tunakuja kuona kwamba John Suzy kwa ndoa, lakini Mzee Tano bado hajakubaliana na maamuzi ya John kumwoa Suzy. Na wote tunajua Suzy anatumia kigezo cha mimba kuweza kuiconvince familia Mzee Tano ili aweze kupata nafasi ya kuolewa, na tunajua mimba alionayo sio mimba ya John. Mimba ni ya nani? Mimba ni ya King. King ndio alioweza kusababisha ujauzito huo Suzy, lakini Suzy anatumia kama advantage, anatiki advantage hiyo kuweza kushawishi kupata ndoa katika familia ya Mzee Tano. Lakini John mwanzo alikataa kabisa kuweza kumwoa Suzy, licha ya Suzy kufanya high pressing, Suzy kuweza kutumia gharama kubwa, uwezo mkubwa kushawishi ili aweze kuolewa na Mr. John. Sasa John leo hii ameamua kulegeza kamba na kukubali kumwoa Suzy kwa masharti kwamba yeye anaoa kwa sababu ya kiumbe alichonacho Suzy, kwa maana ya mtoto wake, lakini sio kwamba anampenda. Ameonyesha kabisa kwamba yeye hampendi Suzy, ila anamuoa kwa sababu. Una maoni gani mtazamaji? Tuandikie kwenye comment section hapo chini. Je, ni sahihi John kumuoa Suzy kwa
kwa kuzingatia kipengele cha mtoto, au atakuja kufahamu kwamba mtoto ambaye anamfanya muoe Suzy ni mtoto wa rafiki yake kipenzi King? Wewe una maoni gani? Mimi naamini hichi kitu kinawezekana kika kigumu, lakini nakuamini wewe mtazamaji wangu, mtu wangu wa nguvu ambaye unanifuatilia katika channel hii ya BMP Entertainment, na unaweza kutuambia chochote. Ni yapi maoni yako katika sakata hili ambalo limeshika kasi katika tamthilia hii, na leo hii tunakuletea kipande cha 62. Hii ni BMP, na ndio kama kwanza unaanza kututazama na kufuatilia uchambuzi huu kutoka hapa BMP Entertainment, basi nikusii bonyeza neno subscribe ili kuendelea kupata notification pindi ambapo tunakuletea episode ama vipande vinavyofuata na tamthilia mbalimbali zinazofanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Utazikuta kwenye channel hii. Lengo ni kukusaidia wewe kupata maudhui kamili, uelewa kitu gani ambacho kinaendelea katika tamthilia hii. Mimi ni Mrisho Wise, na nikusii kushare, kulike na kucomment pale ambapo tunakuelezea. Kwa hiyo kama kuna maoni, kuna kitu ambacho unaamini kinaweza kikaongeza chacho katika ufafanuzi huu ambao nimekuletea, basi nikuruhusu kuandika kwa moyo mkunjufu ili ende sawa.